Mume wangu chai tayari. Huh. Mume wangu. Amka chai tayari. Amka chai tayari. Amka. Sawa, chai tayari. Sawa. Shuka basi. Sawa. Usingizi bana. Umeamkaje mume wangu? Kidogo. Simu. Kuna nini? Mke wangu. Naam. Wajua kuna jambo mimi lanitatiza sana akili yangu. Yaani lanisumbua sana. Hebu angalia. Tangu tuoane ama tangu nikuoe. Sasa hii ni mwaka wa 7 sasa hii. Hajapata mtoto. Hivi walichukuliaje hii swala kama hili yani? Kiukweli hata mimi mwenyewe laniumiza mume wangu, lakini sasa ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hajajaliwa kutujalia mtoto, kwa hivyo hapa cha muhimu tuwe na subira. Sasa subira mpaka lini? Subira mpaka lini? Muda waenda. Hebu angalia mimi nikienda nyumbani. Familia yangu mimi inanisimanga kila siku. Kila siku. Mimi naongelea vibaya. Ama ndo furaha yako hiyo? Sijapenda mume wangu pia mimi. Natamani mtoto hata sasa hivi, lakini Mwenyezi Mungu hajajaliwa kutujalia. Kwa hivyo sote lazima tuwe na subira na tuwe na umoja. Hakuna, siwezi kitu kama hiyo kabisa. Siwezi. Miaka 7. Jifuni kupata mtoto. Na umekaa tu yani. Kazi ni kula tu. Lakini mume wangu, yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Tunafaa tuwe na subira na tuwe na umoja, tushirikiane. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu, ipo siku atatujalia mtoto. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Sasa kila siku kula tu, kupika chai, kulala, hiyo ndio kazi wafanya. Hii ndio furaha yako? Mimi nataka nikitoka kazini, atisi niko na mtoto hapo namshikashika mwenyewe nambeba. Lakini wewe furaha yako ni kukaa tu, kula. Wajua mume wangu, nisikize. Hili swala limenichokesha. Cha kufanya hapa sote mguu wako mguu wangu mpaka hospitali tukapime. Tujue kati yako wewe na mimi nani mwenye tatizo. Hapana. Mimi niko sawa. Uko sawa vipi na kila siku lawama? Sote hapa ndani tupate mtoto. Twende zetu hospitali tukapime, tutajua ukweli kati yako na mimi nani ambaye ana tatizo. Sikiza wewe mwanamke. Mimi najua niko sawa. Wewe ndio mwenye shida. Hospitali lazima twende tukajua uko pelepele. Kuna cha yako mimi naona. Hospitali tutaenda. Na waambie na watu wa kwenu pia hospitali twendeni sote mji mzima. Hakuna kitu kama hiyo. Hospitali tutaenda. Hello, mambo? Uko nyumbani? Nilikuwa nakuhitaji kidogo huko kwangu na mazungumzo na wewe. Niko hapa nyumbani nakusubiri. Haya, sawa. Karibu. Rudi mpaka ndani. Ingia ndugu. Sauti nakupigia simu hata ufiki. Unajua siku ya nyumbani. Karibu kaa. Wakati unanipigia simu, ndiko dukani. Vipi lakini? Poa, niambie. Poa. Mtoto. Ajambo, si wewe. Karibu. Na umependeza mwenyewe na uko ndani. Mwenzangu kupendeza maneno kila siku. Niambie maendeleo. Basi kuanzia wapi ndo? Niambie kuna nini? Shemeji yako kila siku hivi. Moto. Na nini tena? Hapa ndani hapakaliki. Mtoto ndio wimbo mko hapa ndani. Hivi ninavyokuambia tumpika chai hata hakuna mwenye kunyoshea. Ankasirika huyo kwenda zake na hasira. Kwa nini anarudia tena hiyo mambo jamani? Amerudia hata ndo kwanza mwanzo, sasa mwanzo anakuniambia familia yake, sijui nini, miaka ni mingi. So iba mimi natoa mtoto wapi kama si Mwenyezi Mungu ndo mwenye anijalie. Ni kweli, lakini shoga yangu. Ningekwambia ushamwambia ushauri kwenda hospitali labda kuangalia. Ndio namgusa nayo sasa leo. Nikamwambia sasa hapa hizi kelele mwenyewe pia ninachoka. Cha kufanya mguu wangu mpaka na familia yake yote. Akasema hospitali.
Ndio ile mkasirisha ndugu kaenda zake, atoka zake nje. Mwaya mpaka na familia pia. Wote na ukusanya wote mpaka ancestors wote waende huko hospitali wakashuhudia. Nikwambie shoga yangu, unajua hiyo familia yao yote najua lazima atakuwa na collaborate. Ni hivyo. Bila hata kujua tatizo liko wapi. Huenda kawa ni mtoto wao ndo ana tatizo au ni wewe hawezi kujua. Hata mimi mwenyewe siwezi jua, lakini sasa daktari atakenda sema kweli. Hapo sasa ndio nakwambia kazi hapo kwa hospitali mwende. Hataki sasa shemeji yako hataki. Hapo kwa hospitali ndo kwanza hataki, ankasirika kisa ukitaja tu hospitali. Mazungumzo ankatikia hapo. Akasirika wewe nenda zake kurudi usiku, asubuhi kesi imeanza tena upya. Sasa ndio itakuwaje sasa? Hospitali. Hilo ndo suluhisho sasa. Hospitali sasa hii hataki asitaki hospitali. Na sivyo ndio itasambaratika. Maana mimi ninachoka makelele. Kwa sababu unajua sasa hivi hao wanasema wewe ni mgumba. Wanasema mimi ndio tatizo. Lakini shoga yangu, kipindi kile tuko shule, si ushanipata mimba wewe? Nikaitoa yule jamaa wamkumbuka. Haya, ugumba huo unatoa wapi? Unatoa wapi ugumba huo? Wewe atakuwa shemeji yako imetatizo na hospitali tutaenda. Huyo ana shida ubaba. Na tutaenda. Sasa nakwambia shoga yangu, kaza hapo kaza hapo. Nakwambia ninampeleka hivi sasa, sirudi tena nyuma. Ninachoka lawama pia mimi. Kwa sababu wewe ndio paka hospitali. Shoga yangu wewe unazaa kizazi. Niko vizuri. Kila siku eti mtoto niko vizuri. Nakwambia tutafika hospitali pamoja na mamake na babake huko na ndugu zake. Ngoja nikuulize kwanza. Kuna wakati mlikuwa mko na mahusiano kutoka uko shule mpaka chuoni, ushawahi kumsikia hata akona mtoto nje? No. Bado. Hata. Haya, kazi unayo mwanangu. Na hospitali tutaenda. Kazi unayo. Ndio maana nikasema hili mpaka niufikishe udugu wangu. Sasa uangalia mwenzako sasa, na mtoto mkubwa mimi. Mashaallah. Sasa niko na mtoto mwezi. Sasa mimi hapa hata nashangaa ninakaa hapa kufanya nini kila kukicha mwanaume kelele mtoto wakati chanzo yeye mwenyewe. Na sasa basi kama hataki kwenda kupima. Alafu pia moja nikwambie. Unajua pia mwenyewe 1 minute man. Hapa kidogo tayari shughuli kamaliza, bado nataka mtoto atoke wapi? Si afika huko kwenye mayai mwanzo. Tatizo analo. Ni watu wa chips soda hao. Lakini haya ngoja. Niko na kaushauri. Neta mama. Kwa sababu kama yeye hataki kwenda hospitali na hataka mtoto, si mfanyie wamaanisha angalia mtu mwingine. Wamaanisha niangalie mwanaume mwingine? Wa nje. Sio bora utakuniharibia ndoa yangu wewe. Sasa kuna atajuaje? Sasa utasimama mpaka lini hata kwenda hospitali? Bahati mbaya sasa aje aseme akubali twende hospitali akapate kweli ndio hana nguvu za kiume, alafu pengine huko ni shafuchiko ujauzito itakuwa. Hapo ndipo shoga yangu. Sasa ndo kama hataki, shida ndio hiyo. Nikijua yuko sawa ndugu yangu. Wa baba wanjea mimi sitakaa hivi mpaka kitambo. Kama labda yeye hataki na kila siku anakusimanga itabidi ufanyaje unajua? Nenda ukaongee na wazazi wako, waje ongee na wazazi wake. Ndio mchukuliwe mpeleke kwa hospitali. Najua hapo atakataa. Hapo atakataa hapo. Lakini ukimwambia tu hospitali twende hatakubali. Alafu pia kama anakataa kuna kitu. Kwa sababu kwa hakuna kitu hapo asingekataa. Hapo kuna kitu. Kwa sababu mimi najua shoga yangu wewe unazaa. Mimi nakumbuka kipindi kile ulishakuwa na mimba. Nimejua ndikuita wewe hapata haribika jambo. Maana alikuwa limenikaba kooni. Wanaume kila siku kelele. Unazaa wewe, mimi najua unazaa. Hapo kwa wazazi kwanza. Uje kumgusia kama ushaipata mimba. Hata ajue. Sasa ukishamgusia hapo kama ushaipata mimba ataenda kujifikiria. Akiendelea na hizo vurugu za kwa mimi sizai ndo nitamgusia. Lakini kabla hivyo usishe wazazi. Mimi kuzaa na za tatizo uko. Na twende hospitali tukapime bwana. Hapo ndugu yangu kila kukicha ngomba uzai watu wote familia wote wamenikalia kooni. Sizai. Jamani shoga yangu, pole kwa yote shoga yangu. Nisaidie hata maji. Afya yako limekauka. Na mambo ni hayo, ukaze usimwachilie. Yule shemeji yako lazima hospitali tufike. Maana yeye na mimi mjinga. Tatizo nalo. Kila siku kelele, mtoto. Kama mtu mwenyewe sekunde ni 5. Nakwambia. Na hao chips kuku hao na soda. Hamna lolote hapo. Hata ndevu kama shazi haribu. Hii nyumba kelele kila kukicha. Na maana ya kuni. Kelele, mtoto. Mimi najijua kabisa niko sawa. Ndio maana tunakuona umepungua mwaya. Nimpika chai hapa vimeshindikana. Kelele akakasirika mwanzo aliposikia hospitali huyo. Keshaenda zake. Akirudi hapa jiona mfurusha mdomo, mtoto hospitali hataki. Hivi. Kwanza yangu, wakati ulikuwa unanipigia, nilikuwa nimekwambia tayari nilikuwa mbali. Sasa niko na haraka kidogo. Lakini ushauri wangu ndio huo. Kaza. Kufanyia kazi. Sasa mimi acha niende huko. Lolote litakotokea utaniambia. Sawa.
Sawa? Nimekusikia ndugu yangu. Haya, siku njema. Haya basi, mimi hata sitakufikisha mbali, maana nataka kufanya mambo mawili matatu hapa. Wewe nenda salama, nimeshukuru vile umekuja, lakini nikikupigia ujue huko maneno sibali hajakuwa mazuri. Usijali, simu yangu utaiona wakati wote. Ushauri wako hospitali mimi nitafanyia kazi. Usijali shogangu, chochote kama kitatokea utanijulisha. Na pia nikitoka mishemishe zangu tutaongea zaidi jioni. Nitashukuru mwanangu. Kwa pamoja kwa hili. Ukiona simu yangu tu sisi Usijali, mbona mimi nisije? Sasa niende kwa nani? Haya basi, mimi hata sikutoi, maana nina shughuli zingine basi. Fresh kabisa. Mambo tu kawaida bro. Sio. Ndio maskani hapa kinyonge lakini acha ngine sport papiga juzi ile mchongo papiga juzi. Mchongo. Basi ulikuwa unaingiliana ule mchongo. Alafu ndo mwingine akazingua. Amezingua? Amezingua akasema sikia moni. Sasa ule mchongo umetiki ule mchongo. Umetika hapo ule mchongo ulikuwa na hela mingi sana bro. Nikacheki mwanangu mwingine hapa tukaenda naye. Sasa kaenda kuharibu baba. Kaenda kuharibu. Kakuta ameharibu jamaa, na kuna mwanangu mmoja pale nikimcheki tu on time mchongo na unatii. Anasema acha nimkimbie maskani pale nitampata hii masaa yake. Ndio nafika hapa sasa hivi nitakuelezea mchongo. Hivi mwanangu poa. Hivi baba. Hiyo ni mbali kimawazo mwanangu. Umenisikia kule shepa sema ulikuwa semaje vile? Baba. Mimi naongelea kuhusu ile mchongo baba. Ule mchongo kuna jamaa ameharibu. Nimeenda naye kile karibu. Alikuwa ushatiki ule mchongo. Unasema acha nikucheki. Wacheki mwanangu. Mimi naomba tu nitafute kama kesho ama kesho kutwa hivi. Siko sawa kwa leo kabisa yani. Hakuna kinyonge kweli. Siko sawa kabisa mwanangu. Nitafute kesho ama kesho kutwa. Basi fresh yana noma. Hivi ulikuwa unataka tuende wapi ama? Twende hivi maskani hapo nyumbani. Mabomba fresh yake. Endelea na kazi. Tuongea baadaye. Maya mabaya kuni dhahiri nitakusimulia.